kule nitumie vitabu vya econometrics sijui vya nini huko, alafu hapa nitumie Biblia. Wapi nadanganya, wapi nasema kweli? Sasa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapi nadanganya, wapi nasema kweli? Tufungue Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 15. Wafalme wa Pili 6 kuanzia 15 hadi 17. Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 15 mpaka wa 17. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi umfungue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni Gehazi. Elisha alikuwa ni nabii, na ugomvi wa Elisha nasema Elisha alikuwa kama CIA. Maadui walipokuwa wakipanga mipango yao ya namna ya kuwaangamiza wakina Elisha, kabla ya kutimiza, Elisha alikuwa anawaambia wenzake, mnaenda vitani, msipite njia hiyo, piteni huku. Mkifika sehemu fulani msimame, msiendelee. Kwa wale maadui wakiweka mitego yao, wanakuwa wanapishana. Kwa hiyo mfalme akaanza kuoji maaskari wake, humu ndani kuna mtu anatusaliti, kuna mtu humu ndani anatoa siri zetu, anawaambia watu huko. Ndio maana kila tukipanga tunafeli. Wale watu wakasema, huyu atakuwa ni yule mtu wa Mungu, ndiye anayetoa hizi siri. Kwa hiyo mfalme akatuma jeshi, ndio likaenda kumzingira. Sasa asubuhi imefika, Gehazi anaamka kwenda kujinyoosha, kwenda kupiga mswaki, kwenda kunawa uso. Anaona jeshi, mizinga, mitutu yote imeelekea kwake. Akakimbia ndani, akamwambia Elisha,
akamjumuisha na Elisha. Ole wetu, kwa sababu yeye tayari alikwisha ona ndio mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata kama ni kulaumu, nafikiri alianza kusema, mzee, wewe ndio umeniingiza kwenye haya matatizo. Ningejua kama haya yangetokea, nisingekubali kufanya kazi na wewe. Ndio. Lakini yeye akasema ole wetu. Kwa nini nimesoma Wafalme wa Pili? Tulisema hivi, kuanzia Agano Jipya, Mathayo mpaka Ufunuo, havikuwepo wakati hawa mitume na wanafunzi wanahubiri. Kwa hiyo na maana walikuwa wanafundisha kwa kusoma kitabu cha Mwanzo mpaka Malaki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye kitabu cha Waefeso ile sura ya kwanza mstari wa 17 hadi 18, wakati Paulo anasema macho yatiwe nuru, ina maana kuna mahali alisoma. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali alisoma, na kwenye Mwanzo mpaka Malaki kuna watu ambao macho ya mioyo yao yalitiwa nuru wakaona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Elisha akamjibu akamwambia, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Lakini Gehazi haoni hiki ambacho Elisha anamwambia. Bwana Yesu asifiwe. Yeye hakioni, yeye anachoona wao wako wawili, lakini jeshi ni kubwa. Macho yake yalitiwaje nuru? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Macho yake yalitiwaje nuru? Maandiko yanasema Elisha akapiga magoti akamuomba. Halo? Amen. Elisha akapiga magoti akaomba akisema, Bwana nakusihi mfungue macho yake apate kuona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mfungue macho yake apate kuona. Namna kile tunachokizungumza, namna kile ambacho amekuwa akikishuhudia nikikifanya kikitendeka, kina uhalisia. Mfungue macho yake aone kama mimi ninavyoona. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sasa fikiria, baada ya maombi Bwana akamfungua macho yule mtumishi, naye akaona. Wacha kusoma hapa, afu tuanze kufikiria kwamba huyu mtumishi sasa baada ya kuona alitoka nje au aliendelea kujifungia? Nafikiri anaweza akawa wa kwanza kutoka nje akasema, vipi, mbona mlipui? Sogeeni. Vipi, njooni. Anarudi kuwachokoza ili vita, kwa sababu tayari kuna kitu ambacho amekiona kinampatia ujasiri, hata wasiwasi. Sasa anaweza kutembea kwa uhakika na kuona kwamba vita ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndicho Paulo
anatuhitaji na sisi kanisa la leo. Tuendelee kuombeana. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kuombeana ili macho ya mioyo yetu itiwe nuru, tuone kile ambacho kinatakiwa kuonekana katika imani yetu.